Mwanangu, acha tu. Sema ndio hivyo, mambo mdogo mdogo. Acha ngoa. Mambo yamekuwa tight, acha. Kijiweni sasa hivi kwa moto. Yaani hiyo ndio ile. Yaani unajua siku hazifanani. Yaani sometime mambo yanaweza akawa fresh, sometime mambo yanaweza kama mabaya. Unaona bwana. Lakini sema mimi kitu ninachokiwaza sana, au sio? Ni kwamba tuendelee kukaza. Unajua hata mwanzo mambo yalikuwa magumu, baadaye yakaja yakalegea, sasa hizi mambo yamekuwa magumu, sio mbaya. Ila yamezidi. Yaani unajua hata njia, unaona ukitembea njiani lazima kuna sehemu kuna mwinuko, sehemu kuna mteremko, sehemu unaweza kupata mteremko zaidi. Kwa hiyo ndio hivyo inavyokuwa, lakini ukishaona mteremko zaidi, baadaye lazima utapata tu mlima. Umeona? Kwa sababu huwezi kuteremka tu muda wote, lazima utapata mlima. Umeona? Ndio nafikia muda mimi mpaka nakata tamaa sasa. Kwa sababu unajua mimi kila siku nazinguana na bosi. Bosi nazinguana naye kila siku, hesabu inachelewa, mara si muda mwingine napitisha siku. Sasa kukata tamaa kwanza kiume. Kukata tamaa ni dhambi. Yaani katika dhambi kubwa duniani ni kukata tamaa. Kwa sababu kukata tamaa ni sawasawa na mtu unajiua. Yaani kukata tamaa na kujiua ni sawa. Kwa sababu kukata tamaa ni kwamba hutaki tena kufanya kitu fulani kile, au hutaki kuendelea, hutaki kufanya chochote kile. Kwamba unaacha. Maana yake ni kama umejitoa kafara au umejiua mwenyewe. Na ndio maana dhambi yake ni kubwa sana. Ushaona bwana? Kwa hiyo kukata tamaa ni mwiko kikubwa tu, ni kwamba kama hivi. Unajua hata ukiwa na magumu kiasi gani, unakutana na mwanao mnapiga story na nini. Kweli saizi game imekuwa gumu. Saizi mwanangu hata aliabilia utupiga simu wale hizi hawapo. Ana watoto wale waongezeka kijiweni pale wapya usajili mpya. Wewe una force jamani. Sasa wale madogo wale, mimi mwenyewe muda mwingine huwa nawaza sana. Wale madogo kule wanapakia bei halali kweli wale? Wale wanaweza kama sio sehemu ya buku wanaenda jela wale, sijui. Kwa sababu haiwezekani, unajua sisi hapa game kitambo, alafu abiria wetu wote wale wa simu watupigi tena. Afu wanapakia madogo, sasa ndo changamoto. Yaani bora abiria yako yakupigii afu muone, ila abiria yako akupigii na anampakia mtu mwingine. It means kwamba yani wewe ushatupwa, kuna mtu anakaa ile nafasi. Je, huduma yetu sio nzuri? Lakini kama huduma sio nzuri, kwa nini toka kipindi hicho sisi tunaendesha pale pikipiki na fresh? Kwa nini watoto wapya ndo waje kuonekana bora? Na kuja kuangalia tuje kupata ajali, hatuna rekodi mbaya. Sijui tule ugegere usiku kupendesha mapikipiki kipuuzi hatuna. Au kwa sababu sisi hapa pikipiki zetu zina zaidi mila, tunavaa makoti vile watu wanaona kama wazee. Maelement labda. Mimi sidhani. Abiria wanapenda usalama. Wanangu abiria sasa wambadilika. Yaani sasa unaweza kusema eti nataka usalama, kumbe mzee anakuona wewe buda. Au anakuona wewe umepitwa na wakati. Kwa hiyo unaweza kukuta ndio maana watoto, unajua vitoto vile vingi vinaendesha pale vibega vimepinda hivi. Kindala ananing'iniza set mila hamna. Umeona? Au unawezekana sisi hapa tunajifanya sisi tunazingatia usalama, kumbe wanatuona kama sisi malijendi. Mababu. Asema watoto wana force. Au watoto wanaloga. Alafu hapo umeongea kitu hapo. Hapo umeongea kitu. Na inawezekana hilo swala hilo mimi ndo nitakulizingatia hilo. Kama inawezekana. Na tutafute mganga twende. Alafu unajua kitu kingine, kwanza uchawi unaruhusiwa. Unajua uchawi ni miti. Ushaona bwana? Kwa hiyo mtu kama unaukataa uchawi maana yake hutaki miti. Sababu uchawi hamna mtu sio anaenda kuchukua sio hamna, uchawi ni miti. Mti kuna watu wanatengeneza dawa, unakuwa uchawi, unafanya mambo yako. Kwa hiyo inawezekana wale watoto wametuzidi ujanja. Ushaona? Wanapiga pesa zao kupitia hivyo. Na miti sio mbaya. Sisi hatumlogi mtu, hatumui mtu, sisi tunataka tuvute wateja kwetu. Na sisi tuje tutengeneze mazingira kama inawezekana hiyo kitu hiyo. Hiyo kitu. Mimi mwenyewe mimi kuna sehemu nishe kusikia kuna mtaalamu wapi ni Morogoro shakusikia kuna mkali pale hatari. Sasa yule pale mwanangu. Mimi Morogoro kule si nyumbani. Mimi nyumbani Morogoro kule mjini kote wapi Kilombero wote Ifakara wote wananijua. Sasa mimi nikienda kule kwa mfano hata hapo Kasanga sio wapi uko Mlali wapi wote wananijua. Kwa mimi hapa naweza nikakugea tu namba ya simu ya mwenyeji. Wewe unakufika kwa unafikia. Yaani changamoto unajua nini? Mimi usema kweli mambo sijai kushiriki kabisa yani. Yaani kama ningekuwa nimeshashiriki au nishawahi labda kwenda kugusa sehemu huko kumsindikiza mtu, ingekuwa rahisi. Sema sasa changamoto hapa. Mimi naona hakuna changamoto kwa kuwa si mwenyeji huko, ushai kwenda sana. Mimi sijai kwenda. Ila sasa
Kwa sababu mimi umeona mimi tofauti na wewe. Mimi majanga yangu mimi ndio mimi na riziki yangu ngumu, lakini mimi ya pikipiki mimi sio ya boss, ya kwangu. Wewe unapiga kipande kwa boss. Ndio maana nakuonea huruma boss, maana asije akachukua pikipiki yake kwa kukosa hesabu. Kwa hiyo kama inawezekana mimi connect na mshikaji kule ndani. Anakupeleka hata Mlali pale. Kule maeneo Mlali mkule nani? Kule Kilosa kule kuna wakali. Yaani changamoto sasa, kwa nini niende na mtu wakati wewe si ndo kwenu? Wewe ujue ndo kwenu. Alafu wewe hapo ndo unaweza ukanipa moyo mimi hapa, kwa sababu wewe mtu ambaye tupo wote kijiweni, mtu ambaye tunaonana mtaani, tunaishi mitaa ya karibu. Kwa tukienda hata pale inakuwa inanipa moyo kwamba huyu mtu anajua mimi pa kunifikisha wapi, hata kama lolote likitokea. Mimi sio kama sikuelewi. Mimi tatizo nyumbani sasa sitaki kurudi. Yaani hivi kipindi cha katikati sitaki kwenda home. Nitaenda lakini bado. Ila wewe sasa hizi kwa sababu si mwanangu, una changamoto hiyo hapo, pikipiki bosi asije akachukua. Mimi ndio maana nakwambia kwa nia njema na kuconnect na mtaalamu, au sio? Na ndugu yangu au na rafiki yangu wote pale mtaani. Anakupeleka hata ukitaka kwenda Kisaki. Kule kote kuna wakali. Anakupeleka. Umeona? Ili mradi wewe upate nani, upate mambo yako kae fresh, uweze kuona nini. Usije bosi akachukua pikipiki wewe ukahangaika nayo ukapata pikipiki yako. Mimi pikipiki ya kwangu mimi hata nikipata tu 2000 sina sehemu ya kuipeleka. Bosi ni mimi mwenyewe, nikila nalala naamka. Mimi sio mtu ambaye nataka maendeleo hayo makubwa. Tofauti na wewe, afu umetoka mikoa ya mbali. Mimi hapa nimetoka hapo. Umeona? Wewe sasa wewe umeona wewe kutoka hapa nauli yako mpaka uende kwenu. Una siku nzima unamaliza njiani. Unamaliza siku nzima na 60,000. Yaani unaweza kuta uenda na kurudi kama 120,000. Laki na 20. Mbona umezaliwa mbali? Mimi mwenzako nimezaliwa hapo tu. Yaani sehemu yani nikinana kila kitu nimekula njiani, kila kitu unaweza kukuta nikatumia 20,000. Kila kitu nimefanya na njiani nimekula na kuku tena nakula. Asema hapo cha kufanya ndio hicho cha msingi, kwamba mimi wewe unisindikize. Sababu wewe upitii kwenu. Ukifika pale upitii kwenu. Ili tuwe tumeenda wote, kwa sababu mimi sijawahi, wewe hujawahi. Ili tukifika wote inakuwa rahisi kutengenezewa kitu kizuri. Au basi wewe achana na masuala ya uchawi. Achana nayo. Wewe kama vipi? Ushaona kama vipi wale madogo wao wanaweza kutumia uchawi. Kwanza akawa anavuta bangi, na anakuwa na speed ya kutafuta, ile na kichwa kinawauma. Sasa hata wewe pia kama inawezekana unapakia abiria mmoja 2000 3000 unakuja unanunua bangi, unavuta, unaweza kujikuta akili kachangamka. Unaweza kukuta sometimes ule tumeendesha sana pikipiki muda mrefu, upepo umetupiga, hatujachangamka. Unakuwa una seize, tuvute bangi. Tuvute bangi. Bangi yenyewe nayo unajua watoto kama wanakutumia uchawi, sisi tukivuta bangi inaweza kuwa hata mchawi wa kuona. Tuachane na masuala ya kwenda ndani Morogoro. Afu tuongeze na pombe. Pombe tatizo inanukia. Pombe unajua pombe ukinaniwe pombe heshima yake haina heshima. Lakini ukivuta bangi, ukila zako pipi bigiji na nini? Kuisha. Kuisha. Lakini pombe lazima tu unukie. Sasa ukinukia mtu anakuona wewe. Lakini bangi unajua unalewa for uyumbi. Bangi unalewa for uyumbi. Jicho tu yani nyanya afu mzee kazi minono. Unajua? Basi jambo la heri. Tunajua tunaishi.